Hili ndio kosa kubwa sana ambalo wanaume huwa tunalifanya kitandani. Yaani unabeba mzigo ambao hauwezi kuumudu. Lakini kuelewa. Najua hapa nitapata maswali ya aina mengi sana ya kwamba jambo hilo kweli linawezekana. Okay. Nazungumzia kwa upande wa wanaume. Leo hata kama pia una mpenzi wako wewe mwanamke, basi msikizishe video hii, pia ukiwezekana connect na subwoofer ili aweze kusikia kwa mapana zaidi. Asilimia kubwa ya wanaume ambao wanasemekana kwamba hawana nguvu za kiume, au labda umekwenda kwa mchepuko, labda kwa mpenzi wako, umeshindwa kuperform vizuri, alafu unajikuta kwamba sehemu zingine au siku zingine huwa unafanya vizuri zaidi, ni kutokana na wewe unabeba mzigo ambao siku zote haujaweza kuumudu. Yaani inamaanisha kwamba una sex na mwanamke ambaye amekuzidi kilo na wewe upo kilo za chini. My friend. Najua unajiuliza kwamba inawezekanaje ingalikuwa wewe labda una mama au mwanamke ambaye amekuzidi mwili. Of course iko hivi, kwa wanaume ambao inasemekana kwamba wanashindwa kuperform vizuri au uwezo wao labda wa kushiriki tendo la ndoa umepungua, na wale wanaume ambao wanalalamikiwa au inasemekana kwamba wanalala na wanawake ambao wamezidi kuanzia kilo 15 mpaka 20. Iko hivi, mara nyingi sana unapokwenda kushiriki tendo la ndoa, hakikisha mwanamke hajakuzidi kilo nyingi sana, kwa sababu huwa ina affect hata pia body mechanism na ule ufanyaji kazi wa mwili kushiriki tendo la ndoa. Niko na maanisha kwamba kuna staili ambazo hazikufai wewe mwanaume ambaye unamiliki mwanamke amekuzidi, aliyekuzidi hizo kilo, kwa sababu kuna staili ambazo ukifanya huwa unaishiwa nguvu mapema, lakini pia kuna staili ambazo ukizifanya huwa unastahimili tendo hilo mapema sana, kwa sababu kuna wakati mwingine unajaribu kumbeba mwanamke aidha kumridhisha au kujiona wewe ni fundi, lakini ukishamaliza hilo tendo na kutumia hiyo staili ambayo umeitumia, labda umembeba kwa juu na staili nyingine ambazo labda amekukalia kwa juu, huwa zinapunguza nguvu sana, na mara nyingi inamfanya mwanaume apungukiwe ule uwezo au ile hamu ya kurudia lile tendo au kurudia ile tendo kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo kuna staili ambazo huwa mara nyingi sana tunazisemea wanaume inabidi uzitumie ukiwa kitandani ili kuepusha kupungua nguvu au kushusha ule uwezo wa kushikilia tendo la ndoa. Kwa mfano, staili ya kwanza, wanaume wanaweza pia kutumia staili ya doggy style, lakini pia unaweza kutumia staili ya kifo cha mende, kwa sababu hizo staili zote huwa hazikupi mzigo au load kubwa kukugandamiza wewe. Lakini staili ya tatu ni ile staili ya bilateral, maana yake mwanamke analala ubavu, lakini pia na mwanaume anakuwa analala ubavu, au wewe unatumia staili nyingine kujiongeza ili yeye asikuzidi kilo au asikugandamize. Hiyo inaweza kusaidia kustahimili tendo kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatumia staili, labda amejaribu kumbeba Mwajuma, labda amejaribu kumweka staili ya kumfanya yeye akae chini au azidiwe nguvu, unajikuta ukienda raundi ya kwanza pili tayari umeshazidiwa. Sasa hiyo ndio ilikuwa taarifa yangu leo. Najua haukunielewa, ila kama yanakuhusu au wewe ambao uko hapo, je, haya yalikuwa yanakutokea kweli? Lakini kama haupo hapa, basi kutana kwenye comment, wewe ni staili gani pendwa ambayo unaitumia ili usizidiwe nguvu na mwanamke wako? Kumbuka ni Seif Mela Tiba. Until next time.